Karibu tena msikilizaji, kwenye uchambuzi wetu wa kina leo. Naam, tuko pamoja. Tunakuchimbulia leo maudhui muhimu kutoka kwenye andaliwa. Yanahusu mjadala wa kusisimua kweli uliofanyika kule Iringa. Iringa, nilisikia kuhusu huo mjadala. Ndiyo, uliongozwa na kijana mmoja, Joram. Na mada yenyewe ni moto kweli. Teknolojia ya blockchain na hizi sarafu za kidijitali hapa Tanzania. Mada muhimu sana kwa wakati huu. Kabisa. Lengo letu hasa ni kukupa wewe picha kamili. Tutaangalia faida zake zipi hasa, changamoto zake za kweli ni zipi, na pengine mwelekeo wa baadaye ukoje, ili mtu aweze kuelewa vizuri, sio tu kusikia maneno makubwa. Hasa. Na tuanze labda na swali lile alilouliza Joram kule. Lilikuwa linavutia sana. Eti, umewahi kufikiria kutuma pesa kutoka tuseme Ulaya hadi kijijini kwako kwa simu tu? Papo hapo. Na bila zile gharama kubwa za kawaida. Hebu tuzame kwenye hili sasa. Sawa, tuangalie. Okay, tukianza na faida zile zinazotajwa sana, mojawapo kubwa ni uwazi. Unajua? Uwazi, hilo neno linatumika sana kwenye blockchain. Ndiyo. Fikiria kama daftari la kidijitali ambalo haliwezi kubadilishwa kirahisi, na watu wengi wanaliona. Linaweza kuaminika zaidi. Kabisa. Mfano, wakulima wa chai kule Njombe wanaweza kutumia hii teknolojia kuwaonyesha wateja wao, labda Ulaya, kuwa chai yao ni halisi, imefuata taratibu zote. Hapo unawapa nguvu moja kwa moja wakulima. Si tu uwazi, ni kuwawezesha kabisa. Na kingine, kupunguza gharama. Hili nalo ni kubwa. Hilo la gharama linaumiza wengi. Kama mfano ule wa mama Arusha. Anamtumia mtoto wake Mbeya pesa kwa kutumia tuseme crypto. Inafika pale bila makato makubwa ya mawakala au benki. Muda mfupi, gharama ndogo. Na muhimu zaidi labda, inawajumuisha hata wale ambao hawana account za benki rasmi. Wengi vijijini na hata mijini pengine. Wengi sana wanapata huduma za kifedha kupitia simu zao tu. Na hapo kwenye uwazi, panakuja kitu kingine muhimu sana. Kuimarisha uaminifu. Uaminifu, ndiyo. Fikiria mathalan hospitali ya Muhimbili. Wanahifadhi rekodi za wagonjwa kwa kutumia blockchain. Hii ina maana gani? Usalama zaidi. Usalama wa hali ya juu sana kwa data za mgonjwa. Hakuna mtu anaweza kuingia na kubadilisha kitu kimya. Ni kulinda taarifa muhimu za afya. Hilo ni jambo kubwa. Na zaidi ya hapo, kuna fursa mpya zinaibuka kupitia kitu kinaitwa DeFi. Decentralized Finance. DeFi. Nimesikia hilo neno, yaani huduma za kifedha bila benki katikati. Bila benki au taasisi ya kati. Watu wanaweza kuwekeza, wanaweza kukopa moja kwa moja kupitia mifumo hii. Kweli. Ndiyo. Hii inafungua uwanja mpana sana kiuchumi, hasa kwa wale waliokuwa wametengwa kidogo na mifumo ya kawaida. Hapo sasa panasisimua kweli. Yaani inaleta matumaini mengi, lakini kuna upande wa pili wa sarafu, si ndio? Kabisa. Kama Joram alivyouliza kule Iringa kwa ule msemo maarufu, si kila kinachong'aa na dhahabu. Kuna changamoto tena za kweli kabisa. Mojawapo kubwa ni hii thamani ya sarafu zenyewe. Kama Bitcoin inapanda na kushuka kwa kasi ya ajabu, kama roller coaster vile. Ni hatari sana. Unaweza kuweka 500,000 leo, kesho ikawa 800,000. Nzuri hiyo. Lakini kesho kutwa inaweza kuwa 250,000 au chini zaidi. Hapo sasa ni hatari kubwa kwa mtaji wako. Na lingine muhimu, usalama mtandaoni. Hilo ni tatizo sugu la kidijitali. Wizi wa hizi fedha za kidijitali, utapeli kupitia tovuti bandia, yanatokea haya. Na yanatokea sana. Na hizi changamoto za thamani kupanda na kushuka na huu usalama zinafungamana moja kwa moja na tatizo kubwa zaidi hapa kwetu Tanzania kwa sasa, ambalo ni ukosefu wa sheria, sera maalum za kusimamia hizi teknolojia na sarafu. Hakuna mwongozo rasmi. Hiyo inaacha ombwe kubwa sana. Kunaleta wasiwasi kwa watumiaji wa kawaida, na pia kunatoa mwanya kwa matapeli kufanya yao. Kweli. Watu wanaogopa kuingia wasijue sheria ikoje. Kabisa. Na unaweza kujiuliza, je, elimu pekee inatosha bila kuwa na sera imara nyuma yake? Mimi nadhani ni swali gumu. Ni swali muhimu sana. Zaidi ya hayo, ule uelewa wenyewe kwa Watanzania walio wengi bado ni mdogo. Ni changamoto kubwa.
Watu wengi hawajui hata zinafanyaje kazi. Hawajui zinafanyaje kazi, hawajui hatari zake hasa ni zipi. Wanahitaji kujua faida ndo, lakini pia upande wa pili ili wasiinge kwenye mitego. Elimu ya kina. Sasa tukiangalia mbele kidogo, mustakabali wake unajua unaonekanaje hapa nchini? Kuna dalili zozote? Kuna dalili, ndio, za matumaini pia. Kama zipi? Kwa mfano, Benki Kuu ya Tanzania, BOT, wanachunguza uwezekano wa kuanzisha sarafu yao ya kidijitali ya serikali, CBDC. Central Bank Digital Currency. Labda Tanzanian Digital Shilling. Inawezekana ikaitwa hivyo. Hii ingeweza kutoa njia salama zaidi, inayodhibitiwa na serikali. Ingeleta utulivu kidogo kwenye soko. Pengine. Halafu kuna huu ulimwengu mpya wa Web3. Web3. Kama toleo lijalo la internet? Kitu kama hicho. Inampa mtumiaji nguvu zaidi juu ya data yake. Na pamoja ndayo kuna hizi DApps. Decentralized Applications. Kama apps za simu lakini zinajiendesha zenyewe. Kwenye blockchain. Hizi zinaweza kuleta huduma moja kwa moja kwa watu. Fikiria bima za kilimo kwa wakulima wadogo. Au mikopo kwa vikundi vidogo bila kupitia benki. Wow. Hiyo inaweza kubadilisha mambo mengi vijijini. Sana. Na vipi kuhusu NFTs? Hivi vyeti vya kidigitali vya umiliki. Nimesikia wasanii wanavitumia. Ndiyo, msanii, labda yule wa pale Magamoyo unayemfahamu, anaweza kuuza kazi yake ya sanaa kimataifa, moja kwa moja. Akapata pesa yake bila kupitia madalali wengi katikati. Fursa kubwa kwa wabunifu wetu. Fursa kubwa kweli. Sasa hapa ndipo swali linakuja. Je, Tanzania itazitumiaje hizi fursa zote vizuri? Hilo ndilo swali la msingi. Kuwepo kwa CBDC kutoka BOT, kama tulivyosema, kunaweza kuleta usalama zaidi. Uwezo wa DApps unaweza kutatua changamoto zetu za ndani kabisa. Kama zipi labda? Mfano, kutumia blockchain kuhifadhi taarifa za ardhi. Tuseme kule kijijini Mkuyuni, ili kupunguza ile migogoro ya ardhi isiyoisha, taarifa zikawa wazi na salama. Kumbe, hilo lingesaidia sana. Lingesaidia sana. Lakini, hata iweje, hata teknolojia iwe nzuri kiasi gani, msingi wa kufanikiwa unabaki ule ule. Upi huo? Ule aliokazia Joram kule Iringa. Elimu kwa umma. Kujifunza. Elimu tena? Kuelewa fursa ziko wapi, hatari ziko wapi, kuwa mwangalifu. Hiyo ndiyo njia pekee ya kuhakikisha hizi teknolojia zinaleta manufaa, sio hasara. Sawa. Kwa hiyo tukijaribu kukusanya yote haya tuliyojadili, ni wazi kwamba blockchain na hizi sarafu za kidijitali si kitu cha kusubiri tena. Vipo hapa Tanzania. Vipo nasi tayari. Vina uwezo mkubwa sana wa kuleta mabadiliko mazuri kwenye uchumi, kwenye jamii, lakini tusisahau, kuna changamoto kubwa. Kubwa kweli. Zinahitaji umakini. Zinahitaji sera nzuri kutoka serikalini. Na hasa uwekezaji mkubwa kwenye elimu kwa watu wote. Kabisa. Mustakabali wake unaonekana kuwa na matumaini, lakini unahitaji maandalizi mazuri. Na uchambuzi huu wetu wa leo, msikilizaji, si tu kukupa taarifa. Hapana. Fikiria kama ni mwaliko, mwanzo wa safari yako wewe mwenyewe kuelewa zaidi. Kuelewa mapinduzi haya ya kidijitali yanayoendelea kutokea kila siku. Ni muhimu sana kufuatilia, kujifunza. Usiachwe nyuma. Kabisa. Na tunakuacha na swali hili la mwisho la kutafakari. Hebu fikiria, kwa kuzingatia yote tuliyoongea hapa, fursa zote hizo nzuri na hatari zake pia, unafikiria wewe kama mtu binafsi au labda jamii yako, mnaweza vipi kujiandaa, kushiriki kwa njia ambayo ni salama na yenye manufaa kwenu? Ndiyo. Yale maneno ya Joram yanabaki kuwa mwongozo mzuri sana. Jifunze, jifungue, jiandae kwa kesho. Maneno mazito hayo ya kuzingatia.